Kwa hiyo umefanikisha jambo lako? Ndiyo. Hivyo unahisi nisingefanya vile leo Furaha si wangekuwa anaendelea na kitu? Umefurahi ulichokifanya? Yaani sio tu kufurahi, yaani hapa nipo nina raha kete kete. Sio kama unanielewa. Na bado mpaka nimkomeshe safari hii. Na ni basi tu vile Alex ni msomi, lakini singekuwa msomi angekuwa nini wa hapa? Nilikuwa namweka hapa. Tuma mambo. Furaha itarudi moyoni baada ya dhoruba jua litachomoza. Haya, naambie mdogo wangu. Ni shughuli gani hiyo uloko unataka kuniambia? Niliwasikia baba na shangazi wakizungumza kuhusu swala lako hivi. Yaani unatakiwa uoe kwa hii likizo yako uliokuja huku nyumbani. Nenda, mwenzio anakuita. Wewe anakuhusu? Kamsikiliza wenzio, yanakuhusu? Sasa amekufuata mwenyewe. Anaweza akawa amekuja hapa kunifuata mimi. Alikuambia? Alikupa taarifa? Haya, na wewe sema kilichokuleta. Na shida na wewe, naomba tuongee private. Jamani. Nenda basi kamsikilize mwenzio. Nikinyanyuka hapa, usipokuwa na cha maana, oya, Kito, utaona na wewe marufuku kuingilia mahusiano yangu. Nina furaha sana kulisikia hilo neno. Maana sasa hivi mimi ni kijana, nimeshakuwa. Inatakiwa niwe na familia na mimi pia. Ukizingatia mimi ni dokta. Inatakiwa nipate familia na mimi madokta wenzangu waone kwamba huyu mtu kweli ana familia. Ni kweli kaka. Kwa sasa hivi inatakiwa tu uwe na familia yako. Kweli mdogo wangu au ndio? Kweli kaka. Mdogo wangu bana. Unajua kunifurahisha. Hebu nenda ukaniletee maji kwanza. Kipenzi. Yes. Sio mimi, ni maamuzi ya wazazi. Najua, lakini naogopa usije ukafika kule kwanza kunisahau tena. Hapana kipenzi. Unajua mimi nakupenda sana. Nakupenda. Na siwezi kukaa mbali bila wewe. Ni sawa, lakini kumbuka, unaolewa sio kwa ajili ya mapenzi. Naelewa. Sema mimi mwenyewe muda si mrefu naondoka. Sasa ufanye basi uje hata nyumbani baadaye. Hapana kipenzi. Unajua nimeondoka nyumbani sijamwaga mama. Jumbe. Namba ya 400 ilikuwa mezani hapo. Sister, mimi nikazani nilipoiona hapo mezani nikazani umeshamaliza mazingira yako. Kumbe bado una shida naye. Ndiyo, hajamaliza matumizi, nipe. Haina noma bali. Si hapo poa. Mbona nipa 200? Sister, hii 200 nilikuwa na shida nayo. Kuna msela pala ananidai 200 yake. Kwa hiyo nataka nikampoze. Sawa, ndio ikutoshe. Maana ndio ilikuwa ya mboga hiyo. Sasa sister, sasa hizo za shughuli gani? Sasa 200 nisaidia nini? 200 ule kweli. Sasa ukiongeza hiyo mdogo wangu na hii, si ndio tunapata mboga? Chukua basi hapa 200. Hapo sister, hapo umetisha sasa. Hapo fresh. Bwana nakupendaga sister yangu. Haina noma, shukrani sister. Sawa mdogo wangu, lakini nakuomba upunguze sigara.
Unajua sigara zitakuasili sana. Haina noma shisha. Nitabadilika tu mdogo mdogo. Usiwaze, nitaacha tu sigara mdogo mdogo. Haya, shauri yako. Haina noma, mimi ngoja nichimba hapo. One time nitarudi tu. Muda sio mrefu. Sasa si unajua nimekumisi. Jitahidi bwana. Tufanye labda kesho. Kesho hapana bwana. Labda ufanye baadaye hivi jioni sawa, lakini kwa kesho hapana. Sawa kipenzi, mimi nimekuelewa. Sawa. Kula ndizi kipenzi changu. Tamu. Bwana. Sasa nikuimbie kidogo sasa baby. Uishia jambo wewe. Sawa. Alex, tokeo ulivyokuja hapa hatukupata bahati ya kukaa na kuzungumza. Na hapa kijijini unajua umetoka muda mrefu, kuna mambo mengi yanaweza kukutana tofauti. Sasa leo nataka tukae tuzungumze kabisa kikubwa. Mimi najivunia hapa kuwa na daktari, manake daktari umeshakuja kijijini. Naringa mi babako. Na lengo kubwa moja. Kazi mwanangu umeshapata. Kinachofuata nataka utengeneze familia. Baba, hilo tena. Hata mimi hilo swala nilikuwa nalifikiria. Mimi niseme Mungu mkubwa. Kumbe wazo la baba na la mwana liko hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa kuna binti ni mzuri, ni mchapakazi. Huyo ndo nataka awe mkamwana wangu. Huyo ndo awe mkwe wangu. Unamjua nani? Baba, umeshaanza matani yako. Naambie tu. Yaani utabidi unipe hela sasa. Sawa. Nai. Shikamoo mama. Umetoka wapi? Mtoka huko. Sina kuuliza umetoka wapi? Huko kisimani. Alafu umevaa nguo gani hizo? Tunisha kukatalia hizo nguo. Kwa nini umerudia kuvaa? Sio na mchumba wewe. Umenizoea eti? Sinikwambia upike. Hujapika, hujaosha vyombo, hujafyagia, afu kaondoka. Takuja nikupige wewe. Amna mama, nisamee. Niambie ulikuwa wapi? Au na bwana mwingine unanidanganya? Mbona umekuwa na tabia mbaya wewe? Amna mama, nisamee mama. Baba, hivi unanitania au upo serious? Yani yule shamba analima, anafagia uwanja, kila kitu. Nishamalizana na shangazi yako. Baba, hilo swala haliwezekani. Mimi ndo mwenye maamuzi ya kuchagua mwanamke naye mhitaji katika maisha yangu. Kwa hiyo kuhusu swala la Nai, namchukulia kama ndugu yangu. Na hicho kitu hakitoweza kuwezekana kabisa. Alex, naona sasa nataka kunikosea adabu. Mimi ni mkubwa kwako, mimi ni baba yako.
nimeanza kuliona jua kabla yako. Chaguo langu litakuwa ni sahihi sana kwako. Unajua hiyo elimu ulioipata mpaka kuwa daktari huko, pesa zimetoka wapi? Shangazi yako Mama Nai ameuza shamba. Mimi silikuwa sina pesa. Ametoa pesa zake akupeleka shule. Tukakubaliana kabisa mimi na shangazi yako ni lazima fadhila zangu mimi wewe umuoe mtoto wake. Na hilo akalikubali. Sasa leo unataka kunikatalia? Lakini kumbuka mapenzi ni hisia. Alafu kitu kingine, mboga ya majani huwezi kuifananisha na nyama. Alafu mimi ni mtu mzima sasa hivi na uwezo wa kujichagulia mwanamke ninayemhitaji. Alex, kaa kimya. Yaani shoga yangu nikwambie tu ukweli. Yaani kwenye hii dunia kuna wanaume duniani, yambaki huyu ambaye yeye yuko na Yesu pamoja na Mtume Muhammad. Ni Alex peke yake, hakuna mwingine. Yaani mwanaume kaka mjini amekosa wanawake. Eti kaja kijijini kamuona fulaka na lile litumbo lake. Mwanamke ana mimba, amebeba nuksi. Eti yeye nampenda, kwani hajatuona? Kwani nataka kuniambia sisi sio wazuri? Haki ya Mungu wanaume wengine. Kwambie kitu rafiki yangu Tuma. Hivi umewahi kupenda? Unamaanisha nini? Amna, mimi nakuuliza tu. Sio lazima kujibiwa. Sawa. Lakini siku zote mtu akipenda huwa angalika soul. Moyo wake huwa unaangaza giza. Kwa hiyo mwache yeye Alex kama kumpenda Furaha kwa sababu moyo wake ndio umeangaza hapo. Shoga. Nimechoka. Kwenye kijiji kumbe kuna daktari wa mapenzi. Sikupata kuona. Wewe unaenda kusomea UTI pamoja na malaria wewe. Mapenzi yamekujaje? Mahabuba. Nicheke mtoto wa marehemu mjukuu wa kaburi. Haya ndugu yangu, na wewe giza lako lile laja. Kama hisia utengenezwa, utake usitake utamuoa naye. Naye mpenzi wangu ninayempenda. Umekuwa sasa. Uko kutoka hapa kijijini kwenda mjini huko kupata wa daktari wako, umeshabadilika kabisa. Adabu huna, unanijibu mimi, unanikatalia mimi babako. Wewe nani angekufikisha huko kama si Mama Nai? Maamuzi yangu ndo hayo. Utamuoa naye. Hakuna vinginevyo. Baba, lakini haiwezekani. Haiwezekani bana. Hakuna. Nishasema. Baba, mapenzi huwezi kuyalinganisha na elimu. Afu mimi nashangaa unabisha tu. Haya ndo mafunzo ya mjini haya. Anajiona sasa yeye ndo yeye. Utaenda mashariki na kaskazini lazima atamuoa watu. Haiwezi kunishinda. Ukitaka tuongelee swala la mahusiano, acha kwanza kuvuta hizo sigara zako, ufanye kazi kama vijana wenzako, na pia uache kupola vitu vya watu kijijini. Na kuelewa, ila kwenye swala la kupola vitu nishapunguza. Na swala la kuacha sigara, hilo nitaacha mdogo mdogo, hata usiwaze mtu wangu. Mimi nakwambia kuacha, wewe unasema umepunguza. Sasa unaelewa, kwenye 1 na 2 hiyo ni kama stare yangu, kwa kuiacha yani kwa kushtukiza inakuwa ngumu. Wewe nipe muda tu. Si unaelewa unavyokupenda mtu wangu. Hivi kwanza tangu umeanza kuvuta hizo sigara, umepata faida gani? Hamna faida yote niliyoipata. Sema ndio hivyo, unakuwa unapunguza mawazo na stress, ndio hivyo. Sema si ndio, unajua ni kama stare tu tunatumia tu. Hata usijali. Ila mimi nishakuahidi nitaacha kwa ajili yako. Si unajua ninavyokupenda. Uchaguzi ni wako sasa. Utachagua uache kuvuta sigara tuongelee swala la mahusiano ama uendelee kuvuta sigara hizo. Kama mtu mbona unaondoka tena? Unajua wewe ndo daktari wangu, nitakufa mwenzio. Kumpenda nampenda, ila kukuacha nitakuacha mdogo mdogo.
Kaka. Vipi kijana? Ndugu yangu. Sasa bila kupoteza muda. Mzee kazingua sana. Kama tulivyoongea kwenye simu. Hadi kuanzia sasa hivi sina funguo. Sema nini? Yaani wewe kama damu yangu, wewe rafiki yangu sana. Na ndo maana nimekupigia simu ukaja huku. Kikubwa umeshafika mikono ambayo ni salama. Tena huko hamnaga fujo aina yoyote. Wewe mwenyewe unaona mazingira yalivyo. Nimefurahi kwanza. Si unajua mazingira yametulia, sio kama kule makelele nini. Sasa mimi nikufikishe nyumbani. Ndio nimechoka sana. Mzee mwenyewe kanichanganya. Tufike sasa nyumbani. Tuma, mambo safi? Mzima? Mi mzima. Hivi Tuma, unaona la gani kwenda unanizagazia maneno, unanitangaza kuwa nina mimba? Mimba ni ya kwangu ya kwako? Kwani hiyo mimba unayo? Hata kama ningekuwa nayo, mimba ni ya kwangu, sio ya kwako. Sasa nisikize kwa makini dada. Nitaitangazia dunia yote. Upo. Yaani wewe kwanza nilivyokuwa na kutamani kwenye maisha yangu, umejaa. Nisikize kwa makini wewe. Yaani huyo Kito huyo, nilikuwa natamani nimpate, ningemwambia kujaze mimba wewe. Kuanzia kwenye hiyo miguu yako kama fimbo, mpaka kwenye huo utosi kama uso. Angekutia mimba. Alafu unanichukuliaje? Kwani wewe Tuma, ukinitangazia mimi maneno kama hayo kwamba mimi nina ujauzito mara au sijui nini, maneno mengi, wewe unapata faida gani? Unanitia hasira wewe mshikaji. Unanitia hasira eti. Wewe unanielewa? Wewe kipindi unazungusha huko sketi zako, ulikuwa unategemea nini? Oya. Nilitembea gizani nikitafuta mwanga, moyo wangu umechoka kubeba machungu, lakini sauti ndani iliniambia taratibu, usikate tamaa, siku yako inakuja. Furaha itarudi tena moyoni, baada ya dhoruba jua litachomoza. Maisha haya yana mitihani mingi, lakini mwisho wake kuna furaha. खुशी फिर से आएगी जिंदगी में, रोशनी अंधेरों को मिटाएगी, दिल को यकीन है एक दिन खुदा हमें है खुशी दिलाएगा. Usilie sana moyo wangu, kesho itakuwa